Sio mimi. Mkubwa, kaka yupo? We mtoto, umeanza kuchanganyikiwa? Fika kwanza, tulia, salimia, mambo mengine yafuatie. Shikamoo. Marahaba. Sina hata haja ya kuuliza kama hizo habari ni mbaya au nzuri, kwa sababu sura yako tu peke yake inajieleza. Haya, tema hizo sumu nikusikie. Una habari gani? Lakini mama, umemwona Popa alivyofanya? Yaani kaka Popa alichokifanya sio kitu kizuri. Kakutana na Nago, wamemkuta Kidi njiani, wamempiga na wamempeleka polisi. Hiyo ni haki kweli mamkubwa? Kibaya zaidi wameenda kufungua tena kesi upya. Hatimaye sasa haki ya kifo cha mamangu itapatikana. Mbona sielewi? Huyo Kidi ni nani? Mamkubwa, Kidi ndo ule mkaka kwenye zile video. Na ndo huyo mkaka ambaye alinipiga mimi na nasikia wamempiga mpaka nani? Mchizi. Muuni kama huyo ndio sawa yake kupelekwa polisi. Sasa nataka nikuulize, na vipi kuhusu kufuta kesi? Hivi mwanangu, sikujua ulikuwa na akili gani ya kufuta kesi? Mamkubwa, hata kama tukirudisha hiyo kesi isingeweza kumrudisha mamaangu. Kufuta kesi kuhusu video zako ni sawa, lakini hili lilikuwa linahusisha juu ya uhai wa mama yako. Na wakati unafuta kesi, uliwashirikisha ndugu zako? Mimi na mazoea tukuambiwa chochote. Tumestukia tu mchezo ushaisha. Hakutuambia chochote mimi na dada Mazoea. Kiukweli mimi sijalizika kabisa mamkubwa. Na hata Mazoea pia hakulizika, lakini sasa ndo mtu alikuwa kashaamua kufanya maamuzi yote utamkataza. Anifa, kuhusu hii kesi ni vizuri ilivyofufuliwa tena. Hii itakuwa fundisho kwa vijana wote wenye tabia kama za Kidi. Wanawarekodi wenzao video na kuwaposti. Pengine yeye alitaka kukufezesha, lakini umeona mwisho wake yamegharimu mpaka maisha ya mtu. Alafu unachukulia kirahisi tu. Mimi mwenyewe nimekubaliana na hili. Kama kesi iendelee ili iwe fundisho kwa vijana wote wenye tabia kama za Kidi. Alikuwa ongei na mtu kabisa huyo. Kwanza tulikuwa tushajua kabisa huyu kashakuwa milembe. Ilikuwa bado kidogo tu apelekwe. Kama sio hizo dua. Ilikuwa sasa hivi hayupo kabisa hapa duniani. Mkubwa. Lakini mkubwa, mimi sikupanga yote yatokee. Najua mwanangu ni jinsi gani unaumia, lakini iache hii kesi iendelee. Sawa binti yangu, ili haki ya mama yako ipatikane na wadogo zako pia walizike. Na mjomba, nimekuja sasa kifamilia. Sawa, karibu. Kuna jambo zito nafuu umekuja tulizungumze kifamilia. Alafu mimi nilisimamia kiserikali. Ni sawa. Na kusikiliza mjomba. Masikio yangu yote hapo kwako sasa. Nimetoka polisi sasa hivi. Taarifa nilizozipata ni nzito na zimenimaliza nguvu kabisa. Taarifa gani hizo mjomba? Nimeonana na Kidi. Amesema simu yake alimuona nayo joka. Joka? Ya. Simu aliuziwa. Na aliyemuuzia simu joka amesema hiyo simu alipewa na mchizi amuuzie. Ni simu gani tena hiyo mjomba? Ya. Na hiyo simu ndiyo iliyotumika kusambaza video za Kidi na Anifa. Na kesi imeshafunguliwa upya. Wakianza kukamatwa wahusika na mchizi na yumo. Hivyo nataka nimuite mchizi, nikae naye, nimuulize vizuri, anieleze ili niweze kujua namsaidiaje katika hili. Hii kesi ishakuwa ngumu mjomba. Hii sinahusishwa na mauaji.
Maana mama wale watoto walikufa kwa sababu ya hizi video. Yaani nachanganyikiwa katika hili. Kama mchizi atakuwa anahusika, basi yeye ndiye atakuwa na kesi kubwa kuliko hata Kidi. Kivipi sasa? Mbona unanitisha mjomba? Kosa la Kidi ni kumrekodi Hanifa bila ridhaa yake. Na ikitokea Hanifa amemsamehe, basi hukumu yake itakuwa ndogo sana, tofauti na yule aliyesambaza. Maana hapo ndipo maisha ya mtu yalipotea. Mjomba, jela sio kuzuri ujue. Na mdogo wangu hajiwezi kwa lolote lile. Tunafanyaje sasa? Sasa mjomba, popote utapomuona mchizi, mwambie anitafute haraka iwezekanavyo. Na naomba wewe usizungumze naye chochote mpaka mimi nitapozungumza naye kwanza. Na kwa hili linaloendelea, mimi nafikiri wewe ukakae nyumbani kwanza kwa ajili ya uangalizi wa mambo mengine na vitu vya nyumbani pale mpaka hili litakuwa limekaa sawa. Sawa mjomba. Karibu. Asante. Vipi? Kwema? Hanifa, nimeenda kumwona Kidi polisi. Kikweli nimeumia sana. Chelsea, mimi sina cha kusema. Awamu sio mimi nilifungua kesi. Najua na nafahamu kila kitu kwa sababu nimepewa maelezo yote kule polisi. Nafurahi leo ndio unaenda kupata haki yako iliyostahili ambayo hata wewe ushawahi kuikatia tamaa. Lakini pia Kidi ni ndugu yangu. Yaani kuna sehemu ya mapafu yangu panauma kabisa. Kweli haki huja kwa maumivu, hata kwa maisha ya wengine, ila wakati mwingine nami pia nafurahi. Chelsea, naomba usinichukie. Wewe unajua jinsi gani nilivyokuwa nampenda Kidi. Lakini kwenye maisha yetu kuna watu wanakuja kama funzo na wengine wanakuja kama daraja kututumia. Siwezi kukuchukia Hanifa. Maana kwenye hili jambo wewe ndio umepoteza kitu kikubwa kabisa kwenye maisha yako. Na pia hakuna kitu chochote ambacho kina uwezo wa kumrudisha mama yako. Tuache hatima iamue maisha ya Kidi. Na pia ikawe fundisho kwa watu wengine. Mimi nakwenda. Shikamoo blaza. We mpumbavu. Naomba niambie kila kitu. Yaani ukijaribu kunificha hata kitu kimoja, nitakuangamiza kabla sherehe ya kufuata. Hivi, ni kwa nini ulisambaza picha za Hanifa na Kidi? Ulifanya hivyo ili upate kitu gani? Au upate faida gani mjinga? Kaka, sio mimi kabisa. Sio wewe. Sio wewe kitu gani? Wakati wewe ndo ulikuwa na simu ya Kidi. Wewe mjinga. Hivi unajua kama maisha ya mtu amepotea? Hivi unataka ile familia mimi nitazame vipi? Mimi kama kiongozi, namna ambavyo wananiheshimu, unataka uniangaliane?
Unataka waniangaliaje? Wewe mpumbavu wewe. Wewe ndio unajifanya unampenda Mazoea wewe. Hivi Mazoea siku akija kujua kama wewe ndio chanzo cha kifo cha mama yake, hata kutazama vipi? Na ni bora hata ile mimba imetoka, maana chuki zote zingepelekwa kwa kiumbe ambaye hana hatia. Hivi wewe mchezo una akili kweli wewe? Yaani mimi nimeondoka, nimeacha familia ikiwa salama, nikiamini wewe pia unaweza kuisimamia familia, alafu unakuja kufanya upumbavu kama huu unasambaza picha ya dada ya watu, unaleta maafa, unaleta mambo kibao maajabu ajabu. Hivi una akili kweli wewe mjinga wewe? Kaka, sio mimi, nasema sio mimi kaka, unaniumiza. Unajua mjinga wewe? Hivi unajua kama ni kesi ya mauaji? Unajua kama usababisha mtu amekufa, mpumbavu wewe? Ndugu wangu, umetutia aibu sana. Umeweka familia yetu katika majanga. Usababisha tunaonekana wote ni wapumbavu. Mjinga. Wewe unajikuta chizi wa mpumbavu wewe. Sasa ndo nimerudi humu ndani. Nitakuonesha adabu, mjinga mkubwa wewe. Shugaragabamu. Hata kunifanya niwe chizi huyu. Fungueni mlango. Hivyo tunaelewana mundani? Mlango bati. Ukandagaza. Kumekucha. Mkubwa mwenzangu, naomba muje kuchukua mzoga wenu kule. Mamkubwa, hivi ule msemo wanaosema watu wazima busara, wapumbavu wakizeeka wanaitwaje? Uwe mtoto, ukome. Umeelewa? Watu wazima tunavyoongea kelele. Wewe mwanamke wewe, upo katika uwanja wetu. Usichokijua sisi wote tumeugua. Tukiua hatuna kesi. Sasa nakwambiaje? Muugue, mpone, hiyo juu yenu. Lakini ninachosema, twende mkatoe mzoga wenu. Mwanangu mimi sio jalala wala kutupiwa uchafu ulioshindikana. Si umenifahamu? Mtoto wenu ameshindikana, mkaona Ashi ndio wa kumtupia mizoga yenu. Ndugu, twende mkatoe mzoga wenu. We mwenga uliyedanganya aliye juu mgoje chini wakati wenzio wanatengeneza ngazi. Sasa leo nataka nikufundishe jinsi ya kuwa na adabu. Si watu mwanangu. Diache walina akili. Nimekuja tu kuwaona. Mwanangu, weka basi panga chini tuongee. Mimi nimekuja tu kuwaona. Lakini wala sina shida na wewe. Mamkubwa, huyu mwanzao anajifundisha kubweka. Sasa mimi nataka endelee kubweka. Haya wewe endelea kupiga kelele. Mimi sisemi kitu mwanangu. Nisamee mimi mwanangu mpumbavu niliozeeka. Sasa ole wako nisikie dadangu analalamika kuhusu wewe. Haya potea. Shoga yangu njoo basi unichukue mko mwenzangu kama unavyosema. Tukamchukue mtoto. Wewe mkomeja leo sitaka kutia neno shoga. Wewe bibi wewe. Kuna huyo dalali wa ngono, dalali wa nyumba, ukikosa mjumba anakupa nyumba. Mchizi, nimekuita. Unajua nilichokuitia? Hapana. Okay, nimekuita kama mjomba wako, mwenye nafasi kama mama yako, na sio mwenyekiti. Sasa naomba unieleze ukweli, usinifiche kitu. Umenielewa? Ndio. Okay, wewe ndiye uliyesambaza video za Hanifa na Kidi kupitia simu ya Kidi? Hapana mjomba, mimi sijasambaza hizo video. Ukusambaza? Na ilikuwaje simu ya Kidi ikapita mikononi mwako? Unajua hili linahusu heshima ya mtu na limepelekea kugharimu maisha ya mtu.
Mjomba, mimi sijui hata unaongea kuhusu nini. Mimi sielewi. Alafu mimi sijawahi hata kuwa na hiyo simu ya Kidi. Nimekuita tuzungumze kama familia, kwa sababu hili litapokuja kufika pabaya, mimi nitakaa pembeni, na ndio maana nimekuita ili nijue ni jinsi gani na kusaidia mapema. Inaonyesha kichwa chako kigumu, hutaki kusema ukweli. Sawa, endapo hili litapofika pabaya, mimi nitasimama kama mwenyekiti, sitokusaidia kwa chochote kile, kwa sababu hutaki kusema ukweli. Basi sawa, wewe nenda. Halo. Nimetoka kuzungumza naye hapa, ila amegoma kunieleza ukweli. Sasa naomba udili naye. Nimezungumza naye sana, lakini ameshindwa kuniambia ukweli. Sawa, nimeelewa. Litilie mkazo. Na ametoka hapa sasa hivi. Okay, wewe dili nalo afu utanipa mimi mrejesho. Sawa. Jamani, kumetokea nini hapa? Mama yako kanipiga, afu amesema kwamba ataniua mimi na mtoto wako tumboni. Mama, shida nini? Huyu mwanamke ni nuksi, mshenzi sana, hana adabu. Kama ningekuwa mchawi, ningetafuna kijusi chako chote kichokuwa kitumboni. Ashi, umemsikia mama yako, lakini hapo kama asingetamka ningeonekana mimi muongo. Mama, maneno gani hayo sasa unaongea? Mwanangu, mimi nilikuwa chumbani, nikamsikia huyo kibwengo wako analia, nikasema nitoke nijue shida ni nini. Namuuliza shida ni nini, anasema eti mimi nanuka. Uliona wapi? Mimi niko chumbani, yeye yuko sebuleni. Huyu si mzandiki huyo? Hiyo harufu kaisikiaje mimi nanuka? Babe, sasa mimi nikawa nimesikia harufu mbaya, sasa nikamwambia mama aende akaoge. Ananiambia mimi namwambia nanuka, kati kweli nilikuwa nasikia nanuka. Mama Zoea, nisikilize. Huyu ni mama yangu mzazi. Kama singekuwa wewe usingenijua. Kwa nini unaambia mama yangu ananuka? Jamani, mimi sijasema kama ananuka. Nimemwambia tu akaoge, kunanuka. Sasa hapo kosa langu liko wapi? Niweni basi. Niweni. Haya, basi ameisha. Inuka. Inuka tuende ndani, ameisha. Makubwa. Hivi huyu binti anajifanya mjanja? Sasa nitamuonyesha. Tuone kama huyu mtoto atazaliwa. Labda mimi niliota tu kama mti, sijazaliwa. Kinda, mambo? Toa sauti wewe, nini sasa? Kinda, kwani mimi nimekukosea nini? Afu mtoto unajua unachambaombea maisha ya kibinadamu, unachambaombea afu utakuja kupotea ujue. Mimi nakuchola na kusobona uje kwenye anga zangu yani. Yaani macho na kuzumu na kuona unajaa. Wewe mimi nitakutoa sadaka ujue. Kinda bana, mimi mwenzio nakupenda. Astakafurahi lazimu. Wewe mimi sije kupenda ujue maisha ya kibinadamu. Sije kupenda ndugu zangu nyani nipenda. Ona nipende mchongo gani? Afu mtoto mzuri kingaksi. Unajua unakula wapi maisha ya kibinadamu. Wewe sincere kama mimi hapo kwa utanipenda. Kinda, mimi nakupenda. Wewe mimi sina hiyo mnyoa, nitakutoa sadaka. Israeli mimi kantuma roho. Ushaelewa, kantuma roho. Mtu wote mbele.
Wewe nitakutoa roho yako ujue. Mimi nakuepusha michongo sio hii. Hii muziki si. Wewe hapa utapotea, utapotea. Maisha ya kubeti haya hapa, bahati nasibu kufa kupona. Unataka kufa? Wewe utakufa. Mimi sipendi ujue. Hadi zile mwenyana nikimpia akiniona. Wewe kitu sichokijua wewe wenzako anakijua. Yaani mimi nikikupenda mimi sikupendi mimi peke yangu, anakupenda masela hivi. Mimi nakutoa mtungo, machizi hivi. Osha kutolewa mtungo wa wanaume 260 geto moja. Masela kibao michizi boti imenuna. Aichekesho shawahi wewe. Sasa kwa Kinda mimi kukupenda wewe imekuwa dhambi au? Wa mchumba utapotea, ujue nitakutoa sadaka mtungo magetoni. Angutebegea ondoke na wewe. Usinipende, mpende mama yako mzazi alokuleta duniani. Ikishindikana mpende hata Mungu. Kinda, we Kinda. Jamani nyie mwenzenu Kinda jamani, Kinda jamani. Mbona upo kama kambale au ndo antena zishaanza kusimama huko? Kinda kanipiga. Kinda? Kinda hilo la kunguru au kinda hilo la bundi? Mbona wauni wa mtaa huu wananitafuta jamani? Wanatafuta mtu uanze kusaga dawa mwisho wa siku akuone mbaya. Mbona wananitafuta lalooni mimi? Kwanza kwa nini akupige? Wewe isiwe umemjibu vibaya alafu unanitafutia mimi balaa. Na kujua si watu mdomo wako. Na hakuna mtu asiyekujua hapa mtaani. Kila mtu anakujua jinsi ulivyo. Mimi kanitongoza, nimemkataa ndo akaanza kunipiga. Awaangalia hata ugonjwa wako mwanangu anakutongoza. Basi mwanangu, nyamaza. Wewe huyu tutamkomesha. Yes anajifanya sijui Kinda. Sasa tumsubirie kaka Popa akija. Tutamwambia hapo ndipo atakapomuonyesha atakuwa Kinda au atakuwa kifaranga. Sawa mwanangu? Wanaosichokijua wewe nini mwanangu? Wewe upo kama polisi tu, nimekutana naye polisi, moyo wangu unatetemeka, una hofu. Mimi sikupendi. Sikupendi. Yaani kama mwanaume mwenzangu vile. Kaa mbali na mimi. Sina ndugu, sipendeki, nalia. Israeli kanituma roho moja tu. Hiyo roho moja mimi nahisi itakuwa kwako wewe ujue. Mimi nakutoa sadaka kwenu msiba Maturubai. Sikupendi. Si watu wewe. Ila usijali mwanangu, tutamkomesha. Ila nikiona hili swala mwenyewe haliwezi popa. Mbona utanipeleka kwa huyo Kinda? Sasa nitakapomponda ponda atajijua mwenyewe. Mwenzeo anakaribia kujulikana. Niambie nifanye nini? Sasa mimi nikusaidiaje hapo? Kwani mimi ndo niliyeuza simu? Au mimi ndo niliyokutwa nayo? Mchuma janga ule na wakwao. Unamaanisha nini? Sikiliza. Mimi naona hii sio sehemu salama mimi na wewe kuongea. Usiku mimi mwenyewe nitakutafuta. Unasema kweli? Sasa kwa nini nikudanganya? Ujue nikishikwa na kutaje. Unitaje kwenye nini? Sikia bwana, mimi nishakwambia nitakutafuta. Kwa wewe nenda.
sio mimi. Sio mimi. Zilikuwa ni hasira wala sikumaanisha.